Kuna wanawake wenyewe ambao kila wakishika ujauzito huwa wanavimba pua, nguo zao huwa zinawawasha, lakini kuna wengine ambao wanapata changamoto sana kwenye masuala ya vyakula. Okay, nitazungumzia kwa wale wanawake ambao mara nyingi sana wanapata hizo changamoto. Of course sio kila mwanamke atapata hizo changamoto au awe mabadiliko ya mara kwa mara. Nitazungumzia allergy kuu tatu ambazo zimekuwa ni common sana kwa wanawake wajawazito. Cha kwanza, tukumbuke kwamba mwanamke anaposhika ujauzito kuna mabadiliko makubwa sana ya mwili huwa yanatokea. Makubwa sana hasa kwenye upande wa hormone. Kwa hiyo hormone mara nyingi inakuwa ina change 90% au asilimia mpaka 80 ya vitu mwilini, kwa sababu kumbuka kwamba hauko peke yako, pia kuna mtoto au na kiumbe katika mwili wako. Kwa hiyo mna share vitu vingi sana kama mama na mtoto. Kwa hiyo nitazungumzia allergy hizi ambazo zimekuwa ni common sana. Ya kwanza, mwanamke huwa anapataga sana zile allergy za ngozi. Hapa nazungumzia mwanamke anaposhika ujauzito kuna allergy au kuna hali ya ngozi kubadilika, kwa sababu kumbuka kwamba hormone tayari zimeshabadilika, zimekuwa juu sana. Kwa hiyo unahitajika mwili pia kupata ile reaction kwamba mwili sasa hivi kuna baadhi ya sehemu inabidi hormones zikafanye kazi kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo unakuta mwili nao unakuwa sometimes unapoteza ile elasticity, ule mvutano au niseme ile ngozi kunakuwa na mvutano mkubwa sana. Kwa unakuta unapata ile michaniko midogo midogo katika mwili, tena sasa katika upande wa tumbo au chini ya kiuno. Kwa hiyo allergy ya pili mara nyingi ambao wanapataga wanawake wenye changamoto hizi, wanawake hawa wajawazito, ni kuwa na pua kubwa, kuvimba kwa pua. Kuna wanawake ukutana nao unaona kabisa yes, huu ni mjamzito, yani unakuta kabisa mwili wake pia mbadilika na hata pua inakuwa ni kubwa, imetendeka kiasi kwamba sio kawaida na mwanzoni kabla ya kushika ujauzito. Kwa hiyo kuna wanawake kama hao mara nyingi, na hiyo mara nyingi na inatokea kama sometimes kupata changamoto za vumbi. Yes, wakati mwingine ni kulisi kutoka labda kwa mama au kwa mtu mwingine. Hiyo pia ni sababu moja wapo. Lakini allergy ya tatu ni kupata zile changamoto za mauzi katika vyakula ama kuchagua sana vyakula. Hii pia inategemea inasababishwa na pia hormone. Wakati mwingine unapataga changamoto za kuchagua vyakula. Kuna vyakula vingine ambavyo vinakubidi sana uipende kwa sababu labda ya kusikia uchachu mdomoni. Yes, taste inakuwa ambayo sio ile ambayo umeizoea kabla ya kushika ujauzito. Lakini pia sometimes unaweza ukajisikia kutakula chakula cha kutosha sana, chakula kingi, unajisikia labda unakula sana. Hiyo pia ni kawaida kwa wanawake. Kwa hiyo wakati mwingine sio kitu ni allergy, lakini kwa vitu vingine ambavyo vinatokea mwilini mwako kama mama mjamzito, inabidi vinakuashiria kwamba kuna vitu haviko sawa. Hivi inabidi kumuona mtaalamu mapema akushauri, na usitumie dawa kabla ya kumuona mtaalamu ili aweze kukupa mwongozo na kuweza kukaa sawa. Hii ilikuwa na kusikiliza. Kama kwa jirani yako, basi mgongee hodi ayasikie haya kama wewe ulivyosikia. Kumbuka ni Sifa Menda Tiba. Until next time.